Unaambiwa huko kuna jamaa kaoa, alafu anaishi ukweni upande wa mwanamke. Sasa asubuhi kulipokucha, ilikuwa siku ya Jumapili, siku ya mapumziko. Mwanamke kafanya usafi, alipomaliza kajiandaa mwenyewe, mwisho wa siku akamwaga mamake, mama, akiamka mume wangu mwambie nimeenda Kariakoo. Kipindi anaondoka yule mwanamke wa yule jamaa, mamake mzazi akawa anamfuatilia nyuma, kweli akaona kapanda gari, kweli anaelekea Kariakoo. Mama mkwe akarudi nyumbani, akaingia chumba cha mkwe wake kujipumzisha. Sasa mwanaume alipokuja kukurupuka, anajikuta yuko na mama mkwe, yuko na mkewe. Jamaa anaema, mke wangu yuko hapa. Akaambia, tulia wewe. Mama vipi? Akaambia, mimi sio mama yako bwana. Mimi sawa na mwanao. Akaambia, mtoto wa mwenzako mkubwa mwenzio. Yaani toka unamuoa mwanangu mimi nilikuwa nakudondosha udende kama nimeona nyama choma. Nipe unachompa mwanangu mwenye na kihitaji. Wewe si una baba? Akaambia, yule sio babako, sema na mume mwenzako. Jamaa anatetemeka, unaambiwa. Mamko anamfungukia tu jamaa, hizi nyumba zimeficha siri nyingi hivi, nikikuhadisia kwamba babako nguruwe pita sina mkuki mie. Unaambiwa jamaa anatetemeka. Mamko akasema, usiponipa napiga kelele. Afu kamng'ang'ania nginja. Mamko anakanga moja. We acha. Jamaa shida zimemfanya abonye. Naambiwa kubonya, mama mkwe na mwanae wote wajawazito.